kwa sababu mimi ni Mkristo Mkatoliki, na kule kwenye Ukatoliki kuna itifaki ya Katoliki ambayo inafundisha kwamba kama askofu yupo, naibu wa askofu haongei. Kwa mtanizoea taratibu, leo rais yupo, kwa hiyo nitasema dakika moja tu, halafu nitamkaribisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana niseme Jenista Joakim Mhagama amekuwa mbunge kwa miaka 25. Amekuwa naibu waziri kwa mwaka mmoja na waziri kwa miaka 10. Nataka niseme bila mashaka kwamba Jenista Mhagama kwa kipindi alichotumikia kama mbunge wa watu wa Peramiho, wananchi wa Peramiho hawana malalamiko juu yake. Mheshimiwa Jenista Mhagama alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake. Alikuwa mnyenyekevu na alikuwa anapenda sana watu wake. Kitu alichotanguliza mbele katika maisha yake ya kazi ni kuwatumikia wananchi wa Peramiho. Na hata alipopata nafasi ya kuwa waziri, hakuacha kuwatumikia wananchi wa Peramiho, lakini vile vile aliguswa sana na watu wanyonge wa kawaida. Ndio maana leo wanyonge wa Peramiho wana uchungu zaidi kuliko mtu yoyote, kwa sababu wanajua mpiganaji wao, mtetezi wao ameondoka, ametangulia mbele ya haki. Ni ombi letu kwamba wapate mtumishi mwingine wa aina yake. Wakati tukitafakari kuhusu kifo cha Jenista, nikawaza sana, nikasema kama Mungu angeniambia niombe kitu kimoja tu, ningeomba kwamba wabunge wote wa CCM, wabunge wote wa nchi hii, madiwani wote wapende na kutumikia watu wao kwa kiwango cha Jenista Mhagama. Tumeletwa duniani sio kuishi tu, lakini pia kutumikia wenzetu. Ni utumishi kwa binadamu wenzetu unaotupa heshima mbele ya Mungu na unaofanya watu tukumbuke kwa kazi tulizofanya. Mheshimiwa Rais, bila kusema mengi zaidi, namuomba Mungu ampokee mahali pema peponi Jenista Mhagama, na kwa heshima kubwa na kukaribisha Mheshimiwa Rais kuongea na waombolezaji.